moja anayo, lakini shetani hatumii macho haya. Wakati anapokuja kumdhuru mtu, anatumia jicho lingine la ndani. Wachawi wanapokuja hawatumii macho haya, wanatumia macho yao mengine ya ndani. Ndio maana anaweza akawa yuko nje, wewe uko ndani umelala, lakini akajua huyu kalala upande fulani, huyu hapa chumba chake ni hiki hapa. Wakajua kabisa na mahali pa kuingilia, kwamba tukiingilia hapa lazima tutatokea kwenye chumba chake. Nini? Macho ya rohoni. Sasa ukiwa na macho ya rohoni, wakati yuko kule nje utaanza kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Tena kitua tutaanza kujua tayari mchawi ameshafika. Siku moja ulipita upepo mkali hapo mondani, nikashikia upepo kama wa kisulisuli. Nikamwambia mama mchungaji, acha kulala hapa, tumeshavamiwa, simama tuombe, hapa sio salama tena. Upepo wa kisulisuli unapita. Sasa jamani, nyumba ya vioo tumelala ndani, halafu upepo unapuliza mpaka neti unaona kabisa na yumba namna hii. Nikajua hapa tumeshavamiwa. Tukasimama haraka tukaanza kuomba. Tulipoomba ghafla tayari ule upepo ukapotea tena kwa dakika chache. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wachawi ukijisahau tu kidogo ukasinzia bila hata kumkaribisha Roho Mtakatifu, wanajua kabisa huyu leo kalala bila kuomba. Sasa ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kulala bila kufanya maombi nyumbani, kwa sababu wakati wewe unasinzia yeye hasinzii. Wakati wewe umelala yeye halali, anatembea.